Katika ule mwaka wa 1942 kule Mississippi nchini Marekani, kijana mmoja Mwafrika aitwaye Robert alikamatwa na wanaume 4 wa kizungu. Kosa la kukamatwa kijana huyu Robert ilikuwa ni kuonekana akizungumza na mwanamke mzungu. Hili ni kwa sababu ya hali ile ya ubaguzi wa rangi. Baada ya kukamatwa Robert, wanaume hawa 4 walimchukua na kumpeleka kwenye moja ya shamba. Walipofika katika shamba hilo, wakampa koleo, wakampatia jembe, wakamwambia achimbe shimo. Robert alianza kuchimba shimo, lakini akijua kabisa ya kwamba baada tu ya shimo hili kukamilika basi wangelimpiga risasi. Wakati Robert anaendelea kuchimba, aliendelea pia kuomba, na alikuwa akiomba kwa sauti. Wanaume hawa 4 walipomsikia Robert akiomba, wakamwambia maombi hayawezi kukusaidia, na walikuwa wakimcheka. Wakati Robert anaendelea kuchimba huku akiomba, zikawa zimepita kama dakika 45. Ghafla kukatokea taa za gari. Zikawa zimepita kama dakika 45. Ghafla kukatokea taa za gari, sababu ilikuwa ni usiku, na taa hizi za gari zilikuwa zikiwakabili wanaume hawa 4 pamoja na Robert. Wanaume hawa 4 kwa kutaharuki, walipoona taa hizi za gari, basi walikimbia na wakaenda kuingia kwenye gari lao, wakaondoka eneo hilo. Robert alitoka ndani ya shimo na pia alikimbia, na alikimbia umbali wa maili 20 na hakurudi kabisa kule Mississippi, isipokuwa baadaye alihamia kule Chicago. Alipofika Chicago, akaenda na kuwa mhubiri wa Injili. Katika mahubiri yake mara kwa mara alikuwa akiwaambia washiriki wake ya kwamba nilichimba kaburi langu mwenyewe, lakini Mungu alileta taa za gari. Robert alikufa mwaka 1995, lakini ujumbe aliouacha ni kwamba ni maneno haya kwamba hakuna kuchimba kaburi tena. Mpendwa, natamani kukutia moyo kupitia kisa hiki. Maombi Mungu huyajibu. Kuna wakati unaomba bila matumaini, lakini habari njema ni kwamba katika wakati ambao inaonekana hakuna namna ya kuokoka, ya kutoka katika jambo gumu, Mungu husikia maombi. Mungu alisikia maombi ya kaburi ya Robert, wakati Robert akiendelea kuchimba kaburi lake mwenyewe, ambapo kaburi hili lingetumika kumzika baada ya kupigwa risasi, lakini Mungu alitokeza msaada. Kuna wakati unaona kabisa kwamba ni kama vile unaenda kuangamia. Aidha ni changamoto fulani unaona ya kwamba itakumaliza kabisa. Aidha ni gonjwa fulani limekushika, unaona kabisa kwamba tayari umelielekea kaburi. Aidha ni mambo ya kifamilia, unaona kabisa ya kwamba tayari umelielekea kaburi. Ni afya, unaona kabisa ya kwamba tayari umelielekea kaburi. Na kaburi linaweza kumaanisha kushindwa kabisa. Kaburi linaweza kumaanisha ikiwezekana kufukuzwa shule kabisa kwa sababu ya kukosa ada. Kaburi linaweza kumaanisha namna yoyote ya kufeli katika maisha kwa sababu umekosa msaada. Ngoja nikukumbushe, Mungu ni Mungu anayesikia maombi. Kupitia kisa hiki cha Robert tunaona namna ambavyo hata wakati ambapo Robert hakuwa na mtu wa kumtetea kabisa, Mungu alitokeza taa za gari. Na Mungu anafanya kazi katika mambo ya kawaida sana. Anatumia mazingira ya kawaida sana kujitokeza katika maisha yetu. Hebu Mungu atusaidie. Hebu Mungu atuimarishe. Imani zetu ziseme jambo hata wakati ambapo hatuna matumaini. Tuone ya kwamba Mungu atafanya njia. Mungu atatushika mkono na Mungu atatupatia nafasi nyingine, kwa sababu ana mpango mkubwa katika maisha yetu. Kwa sababu tunaona maisha ya Robert, baada ya kutoka kule Mississippi akawa mhubiri wa Injili. Mungu ana makusudi katika maisha yetu. Tumwamini, tumpende, tuendelee kuwa na imani. Tusikate tamaa. Mungu huokoa. Asante.